Asalamu alaikum watu wa Mandera. Tunaonana vizuri? Mheshimiwa Governor, viongozi wote ambao wako hapa na wakazi wa Mandera. Mimi ndio Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, chama kikubwa zaidi katika kanda ya Mashariki. Unavoniona hapa tuna zaidi ya wabunge 100 ndani ya bunge la Senate na bunge la kitaifa. Kila kaunti Kenya hii kuna kaunti chache sana ambaye hatuna wabunge. Mheshimiwa former governor ama governor wetu wa mwanzilishi, niko hapa kwa mwaliko wako kama your colleague in the Senate. Umetualika hapa ukasema tuje tutembee tuone jinsi ambavyo mambo yako hapa Mandera. Wengine wanauliza Sifuna anafanya nini Mandera. I want to say I am the Senator of the Republic of Kenya elected by the people of Nairobi. And Mandera County is part of the Republic of Kenya. Ni kweli si kweli? Waluya huwa tunasema ukizoea kula chakula ya mama yako tu unafikiria yeye ndio mpishi number 1. Kama hujafika Mandera ukule nyirinyiri unafikiria kuku ndio mambo yote. Kama hujakuja Mandera ukule hii injera ya brown unafikiria ile ugali ya muogo ndio mambo yote. Si namna hiyo? Nimefika hapa kwa mwaliko wa seneta wenu kwa sababu ni mzee ambaye tunaheshimu sana pale Senate. Sasa shida ile ambaye nimepata, nimefika hapa akanikumbusha yeye ni party leader wa UDM. Nikamuuliza, na senator, unajua hapa county ya Mandera hata ODM iko. Wapi chairman wangu nusu kilo Yusuf Malim? Ananiambia governor amemtuma huko Takaba. Ala, na najua SG yake anakuja. Wapi nusu kilo? Hati hayuko. Nikauliza, na hapa Mandera East si niko na mbunge ya ODM anaitwa Weitan. Nikauliza, wapi Weitan? Hati simu ilikuwa haiingii. Nikajua hapa nimechorewa, si ndio? Kitu ambaye nataka kuwakumbusha Mheshimiwa Cherargei, wakati tunaenda kupiga kura 2022, huyu Mheshimiwa Roba pamoja na chama chake cha UDM tulikuwa pamoja ndani ya muungano wa Azimio, tulikuwa tunadansi hiyo wimbo lelo pamoja. Na kama haujui Cherargei, watu wa Mandera walipigia baba Raila Amolo Odinga 78% ya kura zote hapa katika kaunti ya Mandera. Hiyo mtu yako unasema alitoka na kura 20 peke yake. Na kuna sababu. Nyinyi mmekuja hapa kama maseneta, mnaona kazi ya devolution. Yule mwanzilishi wa devolution sio mwingine ni baba Raila Amolo Odinga. Yeye ndio mwenye kutuletea hii katiba. Unaona hii kazi inaendelea hapa. Wakati wengine wenu mlikuwa mnapinga hii katiba, nyinyi ndio mlikuwa mnapinga hii katiba. Baba ndiye alikuwa anasukuma, anasema pesa yote haiwezi kuishia Nairobi, ingine ikuje Mandera. Sasa wewe hiyo 98% utatafuta hapa kwa mchanga. Hakuna kura yako hapa. Ukitaka kura uchaguliwe tena, unataka 99% ya kura 2022, suluhisha 99% of the problems of the people of Mandera, watakupatia kura. Mimi nimeshangaa sana wakati nafika hapa, ni mara yangu ya kwanza kuja katika kaunti ya Mandera. Kuanzia kwa airport, ukishuka kwa airport, mtu umetoka Nairobi ukiwa msafi unaingia kwa vumbi. Na Uasin Gishu County mahali ambapo rais anatoka, kuna airport ngapi? 2. Zote ziko na lami. Moja international, ingine airstrip ya kulanda machopa yake. Sasa akikuja hapa tumuulize, wakati unajenga airstrip 2 Uasin Gishu, kilomita 3 ya lami hapa Mandera itakushinda? Sasa ukiweka hiyo ndio waulize hawa watu kura. Lakini tukiendelea kuishi kwa vumbi hivi haiwezekani. Mheshimiwa Roba, nimeshtuka sana. Mimi naingia Mandera, hakuna stima Mandera. Mwaka mzima tangu Ramadhan, mwaka ule mwingine. Mwaka mzima watu wanakaa bila stima kuanzia Ramadhani ya last year. Ramadhan ndio hii ingine na tupata chini ya wiki 4 hakuna stima Mandera. Wewe unatuambia unataka 99%, utatoa wapi bana my friend? Kama watu wa Mandera hapa hawana stima, generator zimekufa mwaka mzima. Kila siku governor anapiga simu Nairobi wanamwambia generator zinakuja. Ambia Ruto akuje na hizo generator next week. Akuje nazo. Niseme hii maneno ama niwache? Niseme nisiseme?
Kwa sababu hakuna stima Mandera. Hata hospitali ile tumepelekwa ambayo ilijengwa na county government inakimbia na generator. Mtu anapelekwa theater ako na generator, mafuta ikiisha kwa hiyo generator tunapoteza mtu. Kwa sababu ya hiyo shida ya stima hakuna maji. Nimeenda kwa fire station ya Manispaa, kitu kimejengwa vizuri na pesa za devolution zile baba aliwapatia, lakini maji hadi lazima iletwe na Bowser kwa sababu hatuna stima ya kuleta maji. Utatoa wapi kura 98% bwana my friend? Muache kudanganyana bwana. Tuache kudanganyana. Usiposuluhisha masuala ambayo yanawakabidhi wananchi, wacha kutusumbua hapa. Patiana hiyo nafasi mtu mwingine afanye hiyo kazi kama kazi imekushinda. Ama namna gani? Tunaambiwa huko Nairobi, unajua nimewaambia ukikula chakula ya mama yako tu unafikiria kila kitu iko sawa. Nimekuja hapa nikashangaa tukiwa katika ofisi zetu kule Nairobi, air condition ndio hiyo inalia mzuri. Cherargei amekaa namna hii amekula chakula ya bunge. Anasema county government isiguze kazi ambazo ni za kitaifa. Haya, mimi ni msomi wa sheria, mimi ni msomi wa katiba, najua kwamba usalama ni kazi ya national government. Lakini kama Governor Roba angekaa angojee hiyo serikali yenye hamjaona tangu 1960 kungekuwa na usalama Mandera? Hakungekuwa na usalama Mandera. Hiyo katiba inasema kujenga mativet, hizi TTC, kujenga KMTC ni kazi ya national government. Kama Roba angekaa angojee hiyo national government, ingekuwa imejengwa saa hii. Mwenye alikuwa huyu jamaa anaitwa Machogu, alikuwa waziri wa elimu, alikuja hapo kwenye hiyo TTC ambayo imejengwa na pesa ya devolution, pesa ya baba Raila Odinga, akasema atawajengea dormitory ya wanaume, atisijua ataleta 30 million. Paka leo governor ndio huyu hapa anangojea nini? Dormitory ya wanaume. Wanaume wamerushwa nje ya TTC, warembo ndio wanalala pale. Wanaume wanalala kwa barabara. Unajua wanaume tuna shida mingi. Boy child anaendelea kuumia. Kama tungengoja pesa ya Machogu, kweli hiyo shule ingekuwa imejengwa. Ambia Mheshimiwa Ruto akikuja akuje na pesa ya dormitory ya TTC. Otherwise 99% ni ndoto kubwa sana hapa Mandera. Nataka tuseme tumeenda kwa hiyo hospitali yenu. Hakuna mortuary. Najua kwa sababu labda wale wageni ambao wanaishi hapa ni wachache. Wageni wanaishi hapa ni wachache. Mortuary inabeba mili 9 peke yake. Kukitokea na janga hapa kunakuwa na shida kubwa. Kama hatuwezi kusaidia county governors zetu wafanye hii kazi kwa ajili ya wananchi, hakuna kitu tunafanya. Hatuwezi kujiita wananchi. Tumekuwa na shida ya walimu wa kutoka nje. Wanafurushwa hapa, wengine ni waoga, wanakimbia, wanasema hakuna usalama Mandera. Kama Roba angengoja asitrain walimu wa hapa vijana wenu hawa wa TTC wametuimbia hapa na tulikuwa nao jana. Without finding homegrown solutions, ingewezekana kweli mkuwe na walimu nyinyi. Na hii elimu ndio kitu ambacho kitatupeleka mbele sisi sote. Hawa kina Sifuna, Cherargei, watu wote mnaona kama tungebaki manyumbani zetu tusisome, leo hii singekuwa naongea na nyinyi hapa kama senator wa county ya Nairobi. Kwa hivyo mimi nataka niseme, kufika kwangu hapa kumebadili mawazo yangu kuhusu mambo fulani. Hawa wananchi hawajali mambo ya 2 levels of government. Kama kuna daraja imebomoka pale inafaa ijengwe, hatutaki kujua kama ni Ruto amejenga ama kama ni Maka amejenga. Si ndio? Ile kitu tunajua ni tunahitaji pale daraja. Kwa hivyo hata hii mambo ya basari, mimi I have now changed my opinion on this question of whether county government should finance education. Kwa sababu wewe umefanya kitu ambacho wao waliahidi na imewashinda. Wakati wa campaign alituambia watoto watasoma bure kuanzia chini mpaka juu, si ndio? Amefanya ama hajafanya? Hii ndio county ya pekee nimekuja nakuta free secondary education iko in place. Kwa hivyo governor, nataka kukuhakikishia wewe na magavana wengine wote, sauti yangu hii ambayo Mwenyezi Mungu amenipa, kama bado nitakuwa nayo, nitaipaza kwa ajili ya kuendeleza mipango mizuri ya devolution kama hii, na huyo control of budget aambiwe atafute njia ya kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata masomo hapa Mandera. Hapo tunakubaliana? Tunakubaliana? Haya, jambo la mwisho. Pale kwenye Senate kuna mambo ambayo yamesemwa hapa na mimi nakubaliana naye. Tumesema haijalishi unakuja na formula gani, ile formula utaleta uhakikishe kwamba hakuna county hata moja inapoteza shilingi hata moja. Mimi nitasimama pamoja na familia ya ugatuzi kwa sababu chama changu ndio mwanzilishi ya mambo ya ugatuzi. Tunataka kusema
kwa sababu Treasury imesema mwaka huu watakusanya ushuru zaidi 357 extra billion from you people. We want the national government to give the devolution family a minimum of 50 billion Kenya shillings. Ndio muendelee na kazi nzuri ambayo mnafanya hapa. Out of the 357 additional. Nikiketi mimi pia nataka nijiunge na wenzangu wanaosema ya kwamba ni wakati sasa tusuluhishe hili swala la IEBC. Ndugu zetu wa Banisa sasa ni mwaka wa pili wamekaa bila mwakilishi pale bunge. Na ni kitu ambacho hakikubaliki kikatiba na kisheria. Huyu ndugu yetu Cherargei anawadanganya ati ni watu wa Wiper wamesimamisha hii mambo ya IEBC. Sasa kwa sababu mimi ndio wakili mkubwa hapa, unajua huyu umesoma Gumbaru gani? Amekuja juzi tu. Kesi ya Wiper tulimaliza ndani ya familia ya Azimio. The reason why the IEBC has not been reconstituted, kuna wakora fulani walisponsor mtu akaenda kotini Kiambu, koti ambaye tunaijua huwa wanatoa orders za ajabu sana. Wao ndio wamesimamisha, wanasema there is no inclusion of persons with disability in the panel. Kwa hivyo Cherargei, kwa sababu hata usiku ulituambia kuna vitu mnachoranga, mimi najua hata hiyo ni nyinyi mmechora. Endeni mtoe kesi ya Kiambu, na kama haiwezi tolewa huyo Chief Justice aharakishe hiyo kesi ifanye nini? Ikamilike. Na jioni nimekaa nikashtuka, mnaniambia watu ya UDM hatio watu ya Banisa tayari wamechaguana. Nikasema na sisi watu ya ODM hamkutuambia kuna uchaguzi, kwa sababu kama kuna uchaguzi hata sisi watu ya ODM tunaweza kuangukia bahati yetu tuongee na hawa wananchi watupatie kiti. Kwa hivyo ule candidate mmechagua wa UDM akae tayari, wakati IEBC itasema kipenga kimepigwa tuingie sisi wote kwa debe, alafu wananchi wafanye nini? Waamue. Other than that, hii mambo ingine ya 2027, unajua mimi kama katibu wa chama I am very clear in my mind. Usipofanyia wananchi kazi, hata ufanye nini, haki ya Mungu hakuna kitu unapata. Si nyinyi mnataka kazi? Mnataka kazi ama story? Wakati ya story ilikwisha, Mheshimiwa Cherargei tunajua mko sawa na mastori, lakini saa hii ni kazi. Akiingia mwambie weka lami kwa airport, arudishe stima, arudishe maji, arudishe hivi vitu vingine, alafu ndio tuongee. Lakini kama sio hiyo, hawa mama wanakaa kwa vumbi namna hii, haitawezekana. Asante sana.